Niling'atwa na nyuki zaidi ya 200. Ni walijaa mwili mzima. Anarudi ananiambia, Rash, kwa nilichokisikia kijiweni hauponi. Nikaanza kuwaza, hivyo watu wamesubiri nikate roho ndo waanze kupiga picha waposti mtandaoni kwamba kuna ndugu amekufa kwa kung'atwa na nyuki. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Rash Ibrahim, maarufu kama Rashi Tanzania. Nipo hapa kuwaeleza yale yaliyonipata mpaka kufikia hatua ya kuwa kimya kwa muda mrefu. Kabla sijaendelea, kwanza kabisa nisome kitabu cha Zaburi kwenye Biblia yetu takatifu, Zaburi 118 na mstari wa 17. Inasema, sitakufa bali nitaishi, nami niyasimulie matendo ya Bwana. Nipende kuwatoa wasiwasi kuwa niko salama kabisa, japo nimepitia changamoto za hapa na pale, lakini namshukuru Mungu amenipa uhai. Mpaka sasa nina takriban miezi 3 niko kimya, sijaposti chochote YouTube, zaidi ya zile video ambazo niliziweka premiere, ambazo kila ikifika tarehe fulani zinakuwa hewani, na ni kwa sababu ya matatizo niliyopata. Nakumbuka ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Nilipitia kitu kigumu ambacho sikuwahi kupitia kabla, na nikajihisi siwezi tena kuishi duniani. Tarehe 11 mwezi wa 7 ilikuwa siku ambayo nilipaswa nisafiri kutoka mkoa wa Manyara kwenda Kigoma kwa ajili ya matibabu. Maana kabla ya tarehe hiyo nimepitia changamoto za kiafya kiasi kwamba kule nilikokuwa nafanya huduma wakanishauri inabidi kwenda hospitali. Sasa kwa haraka haraka nikaangalia, nikasema kwa mazingira ya nyumbani Kigoma ni nzuri zaidi nikienda kutibiwa huko. Kwa hiyo ikanibidi niage kanisani Jumapili kwa lengo la wiki ijayo kwenda nyumbani kwa ajili ya matibabu zaidi. Maana kuna wakati nilipata mwaliko, wengi mliona, nilipata mwaliko Arusha, sehemu moja inaitwa Ilboru. Ulikuwa ni mwaliko wa ibada ya kusifu na kuabudu. Nilienda pale, kulikuwa na ibada 2. Session ya kwanza tulifanya vizuri, tukapumzika, baadaye tukaingia session ya pili, lakini ile ya pili hali yangu ilibadilika sana kiasi kwamba nikawa nimeshindwa kuendelea vizuri na ile ibada. Hivyo nikarudi hospitali, nikatibiwa, lakini bado sikuwa sawa kwa sababu hata chakula ilikuwa kwa shida. Muda mwingine nakuwa na nguvu lakini chakula hakipandi siku ya kwanza ya pili hivyo. Kwa wakanishauri nirudi kwa ajili ya matibabu zaidi. Nikaona bora nirudi nyumbani. Sasa ile Jumapili ndo nikaaga kanisani Manyara, sehemu moja inaitwa Dareda Berimi. Ni mkoa wa Manyara, wilaya Babati. Kwa wanaopafahamu Dareda Berimi, kuna ofisi moja ipo karibia na ofisi ya CCM na uwanja wa umma wa kufanyia mikutano. Hiyo ofisi imeandikwa ofisi ya waganga mkoa wa Manyara. Nirudi kwenye stori yangu. Nilikata tiketi baada ya kuaga Jumapili. Jumatano iliyofuata nikakata tiketi kwa lengo la kupanda tarehe 11 mwezi wa 7, yani Ijumaa. Ilivyofika Ijumaa nilipaswa kupanda basi mida ya saa 12. Mchana mida ya saa 8 nilitoka pale nilipokuwa naishi. Nilikuwa naishi kwenye nyumba ya kanisa, maana nilienda kufundisha praise and worship team, lakini pia masuala ya uimbaji na vitu mbalimbali.
Basi nikawa nimetoka pale nilipokuwa naishi, nikasema niende kijiweni nikanyoe na kujiweka sawa kwa ajili ya safari ya jioni saa 12. Wakati nimeenda mwendo wa dakika 5 na karibia kijiweni, nikakutana na mpendwa mmoja aliyekuwa anaabudu katika kanisa la TAG Penuel Berimi maeneo hayo. Nikawa nasalimiana naye, mimi niko barabarani, yeye yuko kwenye nyumba yake. Ile tunaongea, alikuja nyuki mmoja akaanza kunizunguka kama mara 5 hivi. Amenizunguka, nikawa nashangaa nyuki gani huyu? Nikasimama wima. Kwa mnavyojua nyuki ukisimama hakung'ati, otherwise huu unatikisika. Lakini wezi amini, alinizunguka baadaye kaning'ata shingoni. Sasa kwa ile ikabidi nimpige, akadondoka chini, nikamkanyaga. Baadaye nikaagana na yule mpendwa, nikaenda kule nilipokuwa naelekea. Kama hatua 3 tu walikuja nyuki wengine wakaanza kunishambulia. Nikaanza kuangalia nyuki wanatokea wapi, sioni. Nyuma kukawa kuna watu wanakuja, nikamwambia nyuki nyuki, wao hata wanapitwa haziwagusi. Baada nyuki kuwa wengi, nikaanza kukimbia huku na kule kuhitaji msaada. Kulikuwa na fremu za maduka mbalimbali pale. Kila ninakokimbilia kuomba msaada wanafunga milango. Watu tuliokuwa tunapishana nao barabarani zilikuwa ziwang'ati. Kwa zimenishambulia, na kimbia huku na kule. Kumbuka mimi sio mwenyeji sana Manyara pale. Nimeenda kwa ajili ya huduma tu. Baada ya kukosa msaada kwa wanadamu, nikaanza kukimbilia mapolini, na kimbia naanguka, na teleza naanguka, na simama na kimbia. Nyuki wamejaa, kichwa kizima ulikuwa huoni nywele. Mwili mzima nilikuwa nimevaa shati mikono mirefu design ya hili hapa. Shati zima limejaa nyuki, huoni shati. Nyuki wengine wanaingia hadi mdomoni. Kwa hiyo ile washaning'ata sana mwilini, nikavua shati, nikabaki kwenye singlet. Nimebaki nakimbia na tapatapa huku na kule, wakajaa tena mwilini. Hapo nishatupa yebo huko, nakimbia tu, sijui msaada ndaupata wapi. Kila ninakokimbilia nyumba za watu wanafunga milango, nenda huko. Baadaye nikawa nimekumbuka, nikaanza kusema Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Naendelea kukimbia nasema Yesu nisaidie, lakini nang'atwa. Nyuki tena akajaa kwenye ile singlet. Ikabidi nayo nivue, nikabaki kifua wazi na nguo za chini tu. Nyuki kwenye nguo za chini wamepenya kwa ndani, wananing'ata. Kifua chote huwezi kuona, mikono huoni, mdomoni natema na kohoa nyuki tu. Na ndo sababu mpaka saa hizo ukisikia sauti yangu haijakaa sawa. Kuna wimbo nitauachia kesho, nao sijaimba vizuri kwa sababu ya sauti. Hivyo nahitaji maombi yenu, japo tayari nishashinda. Basi nikaendelea kukimbia, ghafla nikawa nimetokezea kwenye baa moja ya pombe za kienyeji pale Berimi. Nimetokezea pale, nguvu zikaanza kuniishia. Naona giza mbele yangu, nikajua tayari nimekufa mimi ugenini. Nilisafiri nikiwa mzima. Kweli nyumbani wapokee maiti yangu? Hapo ndipo nilipojifunza, usije ukategemea msaada kwa wanadamu. Kuna wakati utaukosa. Mwanadamu hawezi kukusaidia, mtegemee Mungu pekee. Kwa hiyo wanadamu walinikataa wote. Nikaanza kuwaza, hivyo watu wamesubiri nikate roho ndo waanze kupiga picha waposti mtandaoni kwamba kuna ndugu amekufa kwa kung'atwa na nyuki?